Hii ndio listi ya watu 10 wa ajabu walioishangaza dunia. Tuanze na namba 10, ambapo namba 1 itakushangaza, na nafasi namba 10 imeshikiliwa na mtu kutoka Uingereza ambaye jina lake linaitwa Gary Turner. Huyu mwamba aliwashangaza watu kwa maajabu ya ngozi yake, kwa maana ngozi yake ilikuwa na uwezo wa kuvutika kama mpira. Anaweza kuvuta ngozi ya tumbo lake hadi kufunika uso wake, jambo ambalo limewashangaza watu wengi ulimwenguni, ambapo ikampelekea kuvunja rekodi kwenye kitabu cha Guinness World Records. Hiki kitabu nitakielezea vizuri. Tuje nafasi ya 9, na nafasi ya 9 imeshikiliwa na Rolf Buchholz. Huyu mwamba ana vipini 500 kwenye mwili wake. Yaani huyu mwamba alikuwa mzima tu, sio kwamba alizaliwa hivi, lakini mwamba alijichora tatuu na kujiweka pini mwilini mwake na kaukata ulimi wake katikati kama nyoka na kujiwekea mapembe kwenye paji lake la uso, yaani mpaka anatisha, ambapo ikampelekea vunje rekodi naye. Mpaka anavyoongea hivi sasa hakuna kidume yoyote aliyevunja rekodi ya huyu mwamba. Tuje nafasi ya 8, na nafasi ya 8 imeshikiliwa na Francisco Domingo. Huyu mwamba naye anatokea Angola, anajulikana kama mtu mwenye mdomo mkubwa zaidi duniani, naye ameweka rekodi yake kwenye kitabu cha Guinness World Record kwa kuwa na mdomo unaoweza kufunguka inchi 6, na mdomo wake huu wa ajabu una uwezo wa kushika hadi chupa ya soda, jambo lililowashangaza watu wengi. Tuje nafasi ya 7, na nafasi ya 7 imeshikiliwa na Kim Goodman. Huyu ni mwanamama kutokea huko Marekani anayejulikana kwa uwezo wake wa ajabu wa kutoa macho yake nje ya vishimo kwa umbali wa milimita 12, naye imemfanya kuvunja rekodi ya kutanua macho yake zaidi kuliko mtu yoyote duniani. Tuje nafasi ya 6, na nafasi ya 6 imeshikiliwa na Liu Zhenhuan. Huyu ni Mchina, naye anajulikana kama mtu mwenye nywele nyingi mwilini zaidi duniani. Huyu mwamba hii hali amezaliwa nayo, naye ikampelekea andiko kwenye kitabu cha Guinness World Records kwa sababu dunia nzima hakuna mtu kama yeye. Sitaki kumwongelea sana huyu mwamba maana inasikitisha sana. Tuje nafasi ya 5, na nafasi ya 5 imeshikiliwa na Diana Armstrong. Huyu naye ni mwanamke anatokea Marekani. Huyu mwanamama ameshikilia rekodi yake ya kuwa na kucha ndefu sana duniani. Alianza kufuga kucha zake mnamo mwaka 1997 na kucha zake zina urefu wa futi 42. Mwenyewe anakuambia sababu ya kufuga kucha hizi, alimpoteza mwanaye, so ikamfanya afuge kucha hizo kama kumbukumbu ya kumkumbuka mwanaye. Tuje nafasi namba 4, na namba 4 imeshikiliwa na Nick Stobel anayejulikana kwa kuwa na ulimi mrefu zaidi duniani. Alizaliwa nchi ya Marekani mnamo mwaka 2012, naye alivunja rekodi kwenye kitabu cha Guinness World Records kwa kuwa na ulimi mrefu zaidi duniani, na ulimi wake una urefu wa inchi 3. Tuje nafasi ya 3, na nafasi ya 3 imeshikiliwa na Jyoti Amge. Huyu ni mwanamke kutoka India, anajulikana kama mwanamke mfupi zaidi duniani. Najua umewaona wanawake wafupi wengi, lakini huyu kazidi. Alizaliwa tarehe 16 Disemba mwaka 1993 huko Nagpur. Huyu bibie kwa ufupi wake ulimfanya awe maarufu sana duniani na kuvunja rekodi yake ya kuwa mwanamke mfupi zaidi duniani. Nimetafuta kote na sijaona mwanamke aliyovunja rekodi ya huyu bibie. Tuje nafasi ya 2, na nafasi ya 2 imeshikiliwa na Sultan Kosen. Huyu ndiye kashikilia rekodi ya mtu mrefu zaidi duniani, na huyu mwamba anatokea Uturuki, naye amezaliwa tarehe 10 Disemba mwaka 1982. Huyu mwamba ana urefu wa futi 8 na inchi 2, na kutokana na urefu wake huu Bwana Sultani anashindwa kutembea vizuri. Ilikuwa inampelekea kudumisha uwiano wa mwili wake, ikamfanya aende hospitali kupata huduma, kwa sababu Bwana Sultani kukua kwake huku kunatokana na uzalishaji wa homoni za ukuaji kupindukia kupita kiasi. Mnamo mwaka 2010 Bwana Sultani alifanya upasuaji wa kupunguza uzalishaji wa homoni hizo, na hali yake ya kukua ikasimama. Tena madaktari wanakwambia kama asingefanya upasuaji huo, huyu mwamba angeendelea kukua zaidi na zaidi. Lakini kabla ya Sultani, tukirudi miaka ya nyuma, kulikuwa na mtu mrefu zaidi yake. Huyu mwamba naye anaitwa Robert Wadlow, ambaye yeye kabla ya Sultani wa leo alikuwa mrefu zaidi. Huyu alizaliwa mwaka 1918, na katika ukuaji wake alivyofika miaka 8, narudia tena miaka 8, alimzidi baba yake kwa urefu. Ila anavyoongea hivi sasa mwamba hayupo duniani, alikufa kwa maambukizi ya chuma alichowekewa mguuni. Ila kwa sasa rekodi hii imeshikiliwa na mwamba wetu kutoka Uturuki aitwaye Sultan Kosen. Aya sasa
tuje nafasi ya kwanza, na nafasi ya kwanza imeshikiliwa na Anthony Lofredo, ambapo kwa sasa hivi toka alivyojibadilisha mwili wake anajiita Black Alien. Najua unawafahamu Alien, au kama uwafahamu historia yao andika kwenye comment ili nikuletee uifahamu. Sasa tuje kwa huyu mwamba. Huyu mwamba kajibadilisha mwili wake kutoka kwenye ubinadamu hadi kwa mfano wa alien, na huyu mwamba anatokea Uingereza. Bwana Black Alien alizaliwa kuwa mwanadamu wa kawaida kama sisi, lakini yeye sijui kilimfanya nini mpaka ajibadilishe. Huyu bwana amekata sehemu yake ya pua ili tu afanane na alien, na sio pua tu, amekata hadi vidole vyake viwili vya mwishoni kwa makusudi tu, nayo hiyo ili afanane na alien, kwa sababu alien wao wana vidole vitatu tu. Na huyu mwamba amejichora tatuu hadi kapitiliza, amejichora tatuu kwenye macho ili macho yake yote yawe meusi kama alien, na hii hali ikampelekea kuwa kipofu kwa muda. Na huyu mwamba licha ya tatuu alijipiga sindano nyingi ili mwili wake ubadilike rangi na kuwa nyeusi. Huyu mwamba nikimwelezea zaidi sitomaliza sasa hivi, maana kwa asilimia 99 amejibadilisha mwili wake, na nikivitaja vitu alivyobadilisha ni vingi sana, ambaye sasa huyu mwamba ndio mtu wa ajabu zaidi duniani kuliko watu wote niliowataja, ambapo ameshika rekodi yake kwenye kitabu cha Guinness World Records, na hiki kitabu kimeandaliwa kwa ajili ya kuweka orodha ya watu wa ajabu tu, ambapo na wewe kama una uwezo wa ajabu unaandikwa kwenye hiki kitabu cha Guinness World Records. Embu comment chini, ni mtu gani katika orodha nilizozitaja amekushangaza sana? Jina langu linaitwa Max Prince, ningependa unifollow. Asante sana kwa kunisikiliza.